Angalia hapa fomu zilivyojazwa kisomi. Wewe mwenyewe utaona kwa mtiririko mzuri kabisa. Hii ni fomu namba 3. Anasema fomu ya uchaguzi, fomu ya maombi ya uteuzi wa kugombea, ujumbe, sio mjumbe, ujumbe. Lakini amewekewa pingamizi kwamba sio ujumbe, ni mjumbe. Angalia imeandikwa kwa mtiririko mzuri kabisa, Angalia imetiririka mzuri kabisa mpaka kwenye muhuri wa chama ambacho ni udhamini. Angalia kabisa. Tofauti kabisa na fomu ambazo zimeainishwa za Chama cha Mapinduzi. Angalia ni fomu ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi kama tulivyoainisha hapo. Angalia hilo neno ujumbe. Ujumbe nadhani umeliona, lakini unapoenda kwenye mtiririko wake, angalia vizuri. Unapofika kwenye nafasi ya kijiji hapa, ameandika Bupandwa Mbera. Kitu ambacho hakina nafasi hapa. Ni neno linaloitwa Bupandwa Mbera limeunganishwa, lakini ametenganisha space. Hapa haipo space hapa kwenye jina la Bupandwa Mbera. Ni neno moja kama kijiji Bupandwa Mbera. Hizo ndizo fomu za mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Tushuke hapa chini uangalie. Angalia hapa ameandika mjumbe. Kitu ambacho hakiko kisheria, lakini kule juu ni ujumbe, sio mjumbe. Angalia hiyo neno mjumbe. Mjumbe halima ya kijiji. Mjumbe halima ya kijiji. Kitu ambacho hakiko kikanuni. Lakini ukienda ukashuka, angalia muhuri wao wa chama ambao unaonekana wa Chama cha Mapinduzi, chama tawala. Lakini kwenye angalia, eti huu ndio muhuri wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi, huu hapa ndio muhuri wa chama eti. Lakini ukiangalia CMD, hii fomu haikupokelewa. Angalia hapo. Kuna muhuri hapo wa msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Angalia hiyo hapo. Haipo. Kwa hii fomu haijapokelewa. Lakini ameteuliwa. Sasa tunajiuliza ameteuliwa kwa namna ipi wakati hata fomu haijapokelewa. Angalia hii hapo, ameteuliwa ujumbe halmashauri ya kijiji kundi mchanganyiko. Lakini ukirudi hapa, hii fomu haijapokelewa na msimamizi msaidizi, na kama imepokelewa wapi amejaza na wapi amesaini. Kwa hiyo hii fomu iko kimakosa, lakini huyu bwana ameteuliwa kuwa mgombea wa ujumbe wa serikali ya kijiji.